na watangaza wazungumzaji watakayozungumza sasa hivi hapa. Kwanza, kama ada ya ami yetu mwenye baba alikuwa akimuinua Hassan Alwi bin Jamali Bey, ndio anaamka anazungumza. Baada ya Hassan atazungumza, ataamka Omar Mukhtar, mtoto wa mwenye baba. Itakuwa mwenye baba mwenyewe amepatikana hapa hivi, na ninamwambia kutoka leo ajue hafla hii, maulidi haya ni ya wazee wetu, ni ya Sayyid Hussein Badawi, ni ya Ahmad Badawi. Kwa hivyo umeingia leo Kigamboni na uwe na uhakika wa kila mwaka utakuwa uko hapa, tutakuwa pamoja na wewe. Wazee watakuwa hawawezi, wana nguvu, kwa hivyo wewe takana uwe utahudhuria kila mwaka. Alafu wa mwisho tutamwamsha Sheikh wa jiji la Dar es Salaam, Sheikh Walid. Huyu ni mjukuu wa mzee wetu, kwa kujinasibisha kabisa. Yeye anasema ni mjukuu wa mzee, na ni kweli anakuwa mjukuu wa mzee kwa sababu ya baba yake. Baba yake alilelewa na mzee wetu, basi kitakachozaliwa na babake ni mjukuu wa mzee wetu, Sheikh wa hili jiji, Sheikh Walid. Kwa hivyo Fadhal Hassan anazotaka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبيهك في جمالك ما رأينا، نظيرك قط لم تلد النساء، خلقت مكملا في كل وصف، بارك الله أحسن ما يشاء. صلوا على حبيبكم. هيا ni maneno ya Al-Habib Al-Sayyid Hassan bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Saleh Jamal Al-Layth, maarufu tukimwita Ustadh Sayyid Hassan Badawi. Alipita njia alizopita Hassan ibn Thabit, ikasema wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisaa, khuliqta mubarra'an an kulli aini كأنك قد خلقت كما تشاء. لكن يسمى خلقت مكملا في كل وصف، umeumbwa wewe Mtume Muhammad hali ya kukamilika katika kila nyanja, kila sifa wewe una ukamilifu wa ile sifa. Kama ni kutoa, wewe ni mtoaji mpaka mwisho. Kama ni subra yako ni mpaka mwisho. Kama ni lolote lenyewe ni mpaka mwisho. كأنك قد خلقت مكملا في كل وصف، بارك الله أحسن ما يشاء. مولا imekuumba uzuri zaidi bila alipotaka. Maashara alhadhirin, Mola subhanahu wa ta'ala alipoteremsha aya akatwambia kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakubahatisha, alikuwa ameshapanga mtume awe ni nani. Naam, na ni kweli mtume ndiye kigezo chetu katika kila jambo. Ukitaka jambo lolote fuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Waislamu kufeli, tumefeli kwa sababu tumeacha sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye kwamba tunaambiwa jaruhu wallahi lam yudhami, jirani yake hakuwa na njaa. Hakuwahi jirani ya mtume kuwa na njaa maadali mtume anashiba. Ahsanta habibi, akramaka Allah. Leo sisi tunaishi vipi na majirani zetu?
Leo tunaishi na jirani ambaye kwamba jirani yule ni Muislamu, lakini pengine hatujuani. Na tatizo liko wapi? Kwamba yeye hakujijulisha na mimi sijijulishi. Yeye hakujitambulisha kwako na wewe hujitambulishi kwake. Kisha tuko katika kuhuisha sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa hatuhuishi bali tunazikanyaga na kuzizika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asante Sheikh Hassan, barakallahu fik. Abasantwa nasubiri Bwana Mtume, amesubiri Bwana Mtume, na niko na mimi kasubiri mpaka bwana akakaa. Miongoni mwa sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kudumisha amani. Amani ile alianza kuidumisha ndani ya nyumba mpaka nje ya nyumba, msikitini, barabarani, kwa majirani, mpaka kwa maadui. Isome tu ama chungulia ama pinja tu katika Sulhul Hudaybiyah, utaona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihuisha amani, akipenda kudumisha amani, kuibakisha amani. Yupo tayari kuwa mnyonge na kufanywa mnyonge, na wallahi hakuna kiumbe bora kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ndio yule yalimtambua yeye mpaka mawe, alifatuhu dhibabuha wa dhibau waiha qaumin jafau nabiyan bi ardhi. Mtume yule alitambulikana mpaka na mawe, mpaka na visijamadat visivyokuwa na roho vikamjua kama huyu ni bora, lakini akajishusha ili amani itawali. Leo wewe unasimama kuiharibu amani, alafu wewe ni mtu wa kufuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakwambia hufuati katika sunna kubwa ni kudumisha amani. Maashira alhadhirin, amani ndani ya majumba yetu, mke na mume, ni lazima tutafute amani. Baba na watoto, mama na watoto, jirani kwa jirani, twende mpaka bosi na mfanyikazi, tutafute amani. Mpaka raia tuwe katika kutafuta amani na kuidumisha. Na miongoni mwa kitu kinachovunja amani ni lawama. Mnaweza mkashangaa, ndoa mara nyingi ukitizama chanzo ni lawama, na unaweza ile lawama ukatumia mfumo mwingine ikawa si lawama, badili ya kumwambia mke. Mfano make ndo mara nyingi inakuja hivi, chakula ama mchuzi umezidi chumvi. Mke wangu vipi, mbona leo mchuzi umezidi chumvi? Hii lawama. Lakini unaweza kumwambia mchuzi wako mke wangu mzuri sana, leo ungelikuwa chumvi imepungua. Hukumlaumu. Na ujumbe nisaidieni na ujumbe basi, ama umelaumu na message sent basi. Na hata sisi kwa sisi, badala ya kumwambia mtu unachelewa, we vipi, mbona unachelewa kazini, mwambie itapendeza ukiwahi zaidi kuliko hivi. Itakuwa tunadumisha amani na upendo baina yetu sisi. Maashira alhadhirin, wazungumzaji ni wengi, na naona fakhari kuwa nimesimamishwa kuzungumza mbele ya shekhe wetu, shekhe wa mkoa, na ni mwenzetu vile vile, alhamdulillah. Kwa hiyo natamani niseme mengi, lakini nataka nifaidike na mengi zaidi kuliko hili. Lakini la mwisho, hivi nilivyokaa kwenye hii shughuli, tulipata msiba kule Lamu. Mmoja katika ndugu zangu wamefariki, ambaye kwa jina ni wajina wangu, anaitwa Hassan mwenye alidini, ni mtoto mwenye alidini. Tumepokea tazia hapa ya Hassan ibn Said Ali ibn Said Muhammad Dini, yani Hassan mwenye alidini, na mimi ni Hassan Aluidini.
kwa hiyo ni ibnu ammi. Kwa hiyo nitakuombeni kabla ya dua tusomeni qul huwallahu kwa ruhusa ya sahibul maqam, qul huwallahu 3, thawabu hizi zimfikie huko alikotangulia. Nimesimama ni kutekeleza amri, ikiwa nimepata famin Allah, ikiwa nimekosa ni uchache wa elimu yangu na uvivu wa kutwali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخوت بلغت في الجود المدى، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله عليه. Kwanza kabisa, si mara yangu ya kwanza kuja sehemu kama hii na maulidi kama haya. Miaka ya nyuma nilifuatana na Sayyid al-Walid hafidhahullah, nikahudhuria maulidi haya, wakiwemo wazee ambao wengi wao hivi sasa hawako. Ammi yetu Al-Habib Hussein Badawi alikuwa katika siku hiyo nilohudhuria, rahimahullah. Ninao wakumbuka walimu na wanafunzi wao, mfano wa kina Sheikh mzee wetu, ustadhi wetu Sheikh Al-Hadi, walid Sheikhna al-Fadil Sheikh Walid al-Hadi, mfano wa Ustadh Adam, mfano wa Sharif Hussein Qullatain. Ukitizama wengi wameondoka wakawacha vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu waliotangulia, awahifadhi waliobakia, na sisi wadogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuchunge kwa lutfu yake tuweze kutumikia kazi tulowachiwa na wazee wetu. Isifahamike labda nimewatoa wengine katika kuwataja, labda ni kwa sababu sijui majina yao na wajua sura. Kwa hiyo isifahamike kwamba nimewachagua baadhi ya watu kuwataja. Hakika kwanza nina salamu kutoka kwa mzee wangu Sayyid al-Walid Ahmad Badawi Jamalul Layl, kama ilivyokaririka kwamba wao ndio walikuwa waendeshaji na wasimamizi wa mawalid kama haya, akiwatolea salamu nyote kwa jumla na akiwaambia kwamba msishtuke kwamba sijahudhuria maulid mkaona labda niko taabani,
labda mulimsikia alipotufungulia inna fatahna laka fathan mubinan kwa sauti ya afya kabisa. Kilichomzuia kufika ni maagizo ya daktari. Ukishafika umri fulani, basi hata ukiwa na kijipu, daktari atakwambia hebu tulia kwanza, tulia kidogo, tuyaweke mambo sawa. Kwa hiyo hakuna cha ziada kilichomzuia isipokuwa ni maagizo ya daktari. Ndio maana hakuweza kuja katika shughuli kama hii. Kwa hiyo anawasalimia na anawaambia kwamba hajambo, na mumuombee dua inshallah iwe tahuran, na yeye pia anatuombea inshallah tuwafikiwe katika shughuli kama hizi. Thaniyan, nitazungumza kidogo sana kwa sababu ndugu yangu, rafiki yangu, shekhe wetu, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Fadilatu Sheikh Walid Al-Hadi, na mimi pia natamani kumsikia mubasharatan, sio kupitia vyombo vya habari ama mitandaoni. Kwa hiyo nitatangulia kidogo kama alivyotangulia ndugu yangu Said Hassan, mtoto wa Sharif Alwidi. Nimetangulia kusema abiyat, na hizi abiyati nimezisoma kwa sababu labda nimechokozwa kuzisema hizi abiyat na huyu mwanangu ambaye amenitangulia. Kinasab mimi ni ammi yake. Alitaja mfano mdogo wa watu waliokuwa ni wanazuoni waliosoma zikasomeka. Ukija katika fani ya adab na fani ya lugha, walikuwa wanafanya muaradha mpaka shuara wa asr al-jahiliya. Kwa ushaq ash-shi'r al-arabi, muaradha maana yake ni majibizano ya mashairi. Huyu amesoma, amezungumza jambo hili, wacha na mimi nilizungumze jambo hilo hilo kwa bahari hiyo hiyo, kwa kafia hiyo hiyo, na mimi nidhihirishe uhodari wangu katika kukieleza kile alichokieleza mwenzangu. Hii wanaita fanul muaradha fi ash-shi'r al-arabi, fas'al bihi khabira. Sayyid Hassan Al-Habib Hassan bin Ahmad Al-Badawi Jamal Al-Layl, ammi yangu, alisoma mashairi sana ya madih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na fununu shi'r ni nyingi. Kuna al-ratha, al-madh, al-dham, al-wasf, al-ghazal, naam, al-hija wa ghayriha min aghrad ash-shi'r al-arabi. Sasa miongoni mwa ash-shi'r al-arabi ni al-madih, al-madh an-nabawi, ambayo imedhihiri katika asri al-mamluki na asri ya walotangulia, na imeanza kuanzia asri ya masahaba kina Hassan bin Thabit na shuara Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kina Hassan bin Thabit na wengineo ambao walikuwa ni shuara Rasulillah. Jazakallah khairan Sayyid Muhammad. Shukran. Hassan bin Thabit alisema, mtamzuia Sheikh Walid kuzungumza leo, mkiendelea kunichokoza niendelee kuzungumza. Hassan bin Thabit anasema, wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisaa, khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u.
Akaja Said Hassan al-Badawi ammi yetu akasema, shabihuka fi jamalika ma ra'ayna, nadhiruka qattu lam talid an-nisa'u nisa'u. Khuliqta mukammalan, yule alisema khuliqta mubarra'an, nafa anhu sifa wa hadha yuthbitu lahu sifa. Khuliqta mubarra'an an kulli aib, na huyo anamwambia khuliqta mukammalan fi kulli wasfin. Ukishaambiwa umesifiwa na umeumbwa ukakamilishwa na kila sifa mzuri, ina maana dhiddani la yajtami'an. Ukishakuwa umekamilishwa na mazuri, mabaya hayana nafasi pale. Kwa hiyo hakuwa na haja ya kumwambia khuliqta mubarra'an, alimwambia khuliqta mukammalan fi kulli wasf. Barakallahu ahsana ma yasha, sio kaannaka qad khuliqta kama tasha. Hadhihi hibatun min Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi habaka biha. Angalia shuara wanaposhindana katika mashairi, amezungumza maneno ya kufanana lakini kimaana hayafanani. Ayyuhuma afsah wa ayyuhuma ablagh wa ayyuhuma arwa. Taban hatusemi huyu basi kamshinda mpaka sahaba katika kumsifu mtume. Katika fani ya shi'ri kuna kitu wanaita balaghatun naqd. Anta taqulu shay'an wa ana aqulu shay'an mushabihan lima qultahu, lakini najaribu kukushinda katika ta'bir ili nidhihirishe uhodari wangu katika ulichokisifu wewe, na mimi nijaribu kukisifu, tuangalie ipi ndio ilikuwa na utamu zaidi. Na hili halikuanza kwa hawa mabwana, kwa ushaku shi'r al-arabi na al-madih an-nabawi. Si mnakumbuka kuna ulida al-huda falkainatu dhiya'u wa famu az-zamani tabassumun wa thana'u, ar-ruhu wal-mala'u al-mala'iku hawlahu lid-din wad-dunya bihi bushra'u. Haya ni maneno ya Ahmad Shauqi, amiru shuara. Alikuja kumfanyia muaradha al-Imam al-Busiri, wacha tupambane katika ubingwa, mimi Ahmad Shauqi na wewe al-Imam al-Busiri, tuangalie nani atakayemshinda mwenzake. Si mashindano ya chuki, ni mashindano ya kudhihirisha huyu anayesifiwa. Hebu tushindane kumsifu, nani atakayedhihirisha sifa zaidi kwake. Al-Imam al-Busiri alitangulia kusema, kaifa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya samaan ma tawalatha sama'u. Akaendelea paka mwisho al-Hamziyya al-Busiriyya. Akaja Ahmad Shauqi akamfanyia muaradha, ndo akamwambia ulida al-huda falkainatu dhiya'u wa famu zamani tabassumun wa thana'u, ar-ruhu wal mala'u al-mala'iku hawlahu lid-dini wad-dunya bihi bushra'u. Ndo mpaka akasema ya man lahu al-akhlaqu ma tahwa al-ula, ewe mwenye akhlaq ambayo yamefika juu kabisa na kutamaniwa na watu wajaribu kuyafikia akhlaqi kama hizo. Minha wama yataashaqu al-kubara'u. Haikutosha akamwambia zanatka fil khuluqil adhim shama'ilun, wewe umepambwa na shamail baada ya kwamba ushaambiwa wa innaka la ala khuluqin. Ahmad Shauqi akisema zanatka fil khuluqil adhim, usione hawa watu si wasomi wa Qur'ani, amefanya iktibas, akasema zanatka fil khuluqil adhim alladhi usifta biha au usifta bihi fil Qur'an wa innaka la ala khuluqin adhim, basi zanatka fil khuluqil adhim shama'ilun yughra bihinna wa yula'u al-kurama'u, yani sifa ambazo zinatamaniwa na kurama wawe nazo, lakini hawawezi kuwa nazo kwa sababu ni hibatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Na akamwambia katika baadhi aliyoyataja,
fa idha sakhauta balaghta biljudil mada, wewe unapoanza kutoa basi unafika upeo katika utoaji na ukarimu. Unaambiwa kana yunfiqu infaqa man la yakhafu faqr. Hakuna siku mtume aliulizwa jambo akasema sina ama akakataza. Tadhkuruna ma'i fi qissati al-jubba al-hadramiyya, alipoletewa zawadi akiwa amekaa na masahaba, jubba jamila jiddan, alipewa zawadi. Bwana mmoja akasema ya Rasulullah, nipe zawadi ya Rasulullah. Yani mtume amepewa sasa hivi, hata ile boksi la zawadi hajalifungua, unamwambia nipe mimi. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه أو لاءه نعم. Basi akamwambia chukua. Mpaka wale masahaba walishangaa, huyu mwenzetu mbona anamkosea mtume, amepewa zawadi sasa hivi hata hajafungua vizuri wala hata kujipimisha, anataka kuchukua yeye. Na mtume anajulikana, ukimwambia nipe hakuna la, akamwambia chukua. Maswahaba wakamlaumu sana yule bwana, mbona wewe unajua mtume akiombwa hakatazi, mbona umemuomba? Na yeye mwenyewe kapewa zawadi, pengine ametamani na amependa ile zawadi. Na unajua ukikaa na mtu akapewa zawadi ukamuomba yeye sasa nipe ile zawadi, huwa kuna mambo ambayo yanachanganyika. Huyu aliyepewa, aliyempatia anasikia raha zawadi hiyo aione kwake, sio la kwanza. Kisha na huyu aliyepewa pia anataka kumfurahisha aliyempa zawadi, angalau anione nayo ile zawadi. Bwana ile kanzu nimeivaa. Lakini zawadi umpe mtu kisha huyo mtu naye apokonywe na mwingine, jazakallahu khaira, inakuwa ni kama umewatatiza watu. Umemtatiza aliyetoa zawadi na aliyepewa zawadi. Sasa wewe wataka kuchukua kuharibu hisia ya huyu na hisia ya yule mwingine. Allahumma salli alayhi wa sallam. Jazakallahu khair. Mtume akamwambia chukua. Yule bwana maswahaba walipomlaumu akamwambia jamaa, mimi si kwamba nahitaji sana ile juba, ama si kwamba nataka kumuudhi mtume. Mimi nataka lile juba baada ya mtume kupimisha na kuliona ni zuri, limegusa kwenye mwili wake, nataka ndio liwe langu hilo juba, nikifa nizikwe nalo. Mahesabu ya watu shekhe yako mbali, si mahesabu madogo. Yule bwana anafikiria mimi iko siku nitaondoka, na nikiondoka basi juba la mtume ndio nitaingia nalo kaburini. Kama shekhe letu aliyefariki hivi karibuni, al-Ustadh Dr. Ahmad Omar Hashim min al-usra al-Hashimiyya, muhaddith al-alam. Tulibahatika kukaa kusikiliza jawahir hadithia tukitusomea. Katika wasia wake alihusia, alienda Madina katika ziara ya mtume, akanunua nguo iliyofanyiwa nakshi ya suratu Yasin min al-Madina al-Munawwara. Aliporudi nayo akamwambia watu wake, nikifa nizikwe na hii, kwa sababu nimeitoa Madina na imeandikwa suratu Yasin na ina athari ya Madina, kwa hiyo nataka nikizikwa nivishwe nguo ambayo nimetoka nayo Madina. Angalia watu walikuwa na mapenzi namna gani. Wa kullama habbati shamail irtaha qalbi limautina, ma li samirun siwa alkawakib wan nawm qad afa nadhiri. Kwa hiyo al-Imam al-Busiri alipotaja kaifa tarqa ruqiyya kal-anbiya, akaja Shauqi akamwambia walida al-huda fal kainatu dhiya. Busiri alipoleta amin tadhakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami, akaja Ahmad Shauqi rimun ala al-qa'i bayna al-bani wal-alami ahalla safka dami fi al-ashhur al-hurumi لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي.
Tumesomewa jazahullahu khairan kijana wetu hapa aliyekuwa ametusomea ya la hadin sarra alquluba wa qala. Hizi ya la hadin sarra alquluba wa qala haiko kwenye asli ya Simtudura, ni kalam ambayo ni tadhyil kwa wanaosoma fanul balagha. Tadhyil aloileta Al-Habib Ali bin Ahmad al-Badawi, ndugu yake Al-Habib Hasan al-Badawi. Qaumun kulluhum ulama'u wash-shu'ara'u wal-udaba'u. Alipoisoma ile Simtudura akasema mimi hapa nina maneno nataka kuongeza. Alipoona ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin amma al-anama nawala jalla man sharrafa al-wujuda binurin ghamara al-kauna bahjatan wa jamala, akasema mimi bado kuna maneno nataka kuyaongeza hapa. Sallu ala Muhammad. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Akasema ya la hadin sarra al-quluba wa qala. Madha qala? يا لقلب سروره قد توالى. كيف لا وهو قد حدانا اشتياقا بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور مشرق عن سنى الهدى يتلالى. Hiyo yaitwa at-tadhyil katika fani ya balagha. Imetokea jazakallahu khairan wa barakallahu fiki. Ikatokea Sayyid al-Walid akasema maneno kafanyia tadhyil, rabbi salak bihurma sayyidatna Khadija ummi khairil bariyah zawjati al-Mustafa ajil lana bil farija. Soma hizo tadhyil utazipata ziko kwa Sayyid Hasan bin Ali Jamal. Nimetaka nizungumze akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini nimevutika kidogo na nimechokozeka kidogo na hizi fani za muaradha na shuara wanavojibizana mashairi na utamu katika kujibizana. Insha Allah taala, kwa sababu ya kuogopa tatwil na kurefusha, wacha tutosheke na mukaddima huu na utangulizi huu, ili shekhe letu Sheikh Walid atutandikie vizuri, tuondoke tukiwa tumejaa mahaba na akhlaq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taban sisi tunawaita ndugu zetu wa Tanzania watu wa protocol. Kwa hiyo naomba kama nimekosea protocol, wanasema itifaki imezingatiwa, lakini mic haitaenda kwake kwa sababu ina namna yake ya kuweza kufikia kwake. Nitaregesha mic kwa protocol ili tuweze kumsikiliza baadaye shekhe letu. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Al-Habib, nilijua Said Muhdhar, nilijua unanipa mic na vingine, kumbe ni mic tupo. Haya, haina shida. Kiprotocol ni muombe shekhe wetu wa wilaya ya Kigamboni ambaye ni kijana wetu wa hapa na ni kijana alosoma kwa mabwana hawa Sheikh Abdullah Eid al-Hadrami, karibu uweze kutukaribishia shekhe wetu kipenzi chetu. Umwambie salamu zetu, mwambie shekhe masikio tumesafisha ili kusikiliza maneno yake na tumejiandaa kuyapokea. Salamu zetu mwambie shekhe. لقد قرأنا في الضحى ولا سوف يعطى فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله أن ترضى وفينا من يعذب أو يساء. صلوا على النبي. السادة، kwa heshima na taadhima, baraka zenu kwa makamu haya yenu kupitia wazee wenu, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Nishukuru kwa nafasi hii ya kuweza kusimama hapa, makamu ambaye sina nafasi mimi ya kusimama sababu ni kijana wa kuagizwa hapa, lakini kwa baraka yenu na mapenzi yenu nawashukuru na Allah awahifadhi. Sahibul maqam hapa
الضيف الرسمي شيخ wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Al-Allama Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi bin Umar wa Kawambwa. Nimesimamishwa hapa kwa ajili ya kumuomba ili aweze kusimama, lakini kabla ya kumuomba yeye, tunatambua uwepo wa wageni wetu wote hapa ambao mpo hapa mmehudhuria, tukiongozwa na masada wao ndio wenyewe, Said Saleh, Said Ali, Said Hassan, Said bin Smith, lakini hapa kuna wazee wetu Said Muhammad al-Badawi, lakini pia na maustadhi na mashekhi wengi, Said Ahmad Hamid mzee wetu, lakini pia kwa ishara na kutambua wenyeji wetu hapa, waandalizi, familia zote za Bakhtiyan na Bieshe chini ya Anko Abdurrahman, Bwana Saleh pamoja na Tibwa kwa niaba yao na ndugu zao. Lakini sisi katika hadhara zetu hizi hapa Kigamboni tuko na rais wa shughuli al-Islamia Said Abdul Qadir bin Said Hussein bin Said Ahmad bin Said Umar bin Qullatain Nadhir Baalawi, ambaye yeye anatupambia mambo yetu na yeye ni mbunifu wa mambo. Amefanya jambo hapa ambalo limetuimarisha. Tulikuwa tumenyongea kwa miaka mingi, hadhara tumefanya tukiwa na wazee wetu na hatujawahi kuwakosa wote, Said Hussein au Said Ahmad mwenye baba. Lakini kwa mara ya kwanza tulianza tumenyongea, lakini sijui akafanya nini, maana tukasikia kwenye mlango wa kwanza akamuunganisha Al-Habib, akatufungulia na inna fatahna laka fathan mubina. Wakati anasoma ile, basi kana kwamba alikuwa anafungua mioyo yetu na roho zetu, na akarudisha ujasiri hata kwa watoto wake pale. Niliwaona mwanzo walikuwa kama wanyonge na kama wamepigwa mabutwa na vile kitu anavijua, kwa sababu hawapo wazee waliokuwa wakifanya vile. Said Abdul Qadir Skaba Skuba, ule ubunifu ulitufungua sote, nawe Mwenyezi Mungu akufungue kwa ubunifu kama ule. Hapa Said Mihdhari katuambia kuna fanul muaradha kwenye shairi, lakini sasa hiki kitu ulichotuletea wewe hiki Said Mihdhari tutatafutia jina kimefanywaje hichi, akatuingizia kitu wakipo, lakini kikatufungua mlango, ukasomwa kwa kuunganishwa. Live ilifanyika kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Said Saleh naam, yeye ndio ambaye ameshika hapa anatuongoza na nimetangulia, lakini niseme tunatambua mashekhe wote wa hapa, shekhe wetu Ustadh Azhar bin Yakfi, shekhe wetu Sheikh Alladi pamoja na Sheikh Ali Manga, Saidi Shatiri na mashekhe wote. Kwa nafasi zenu tunatambua nafasi hii. Nimesimama hapa kwa ajili ya kumkaribisha na kumuomba azungumze kiongozi wetu kipenzi chetu, shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Shughuli hii akija zamani, lakini tumemiss shekhe kwenye hadhara hii, na kana kwamba wallahi kuna ishara. Said leo hayupo, akatupa ishara leo anakuja mwanangu na anakuja na mjukuu wangu, ili yale mapengo hayazibiki lakini yasiwe wazi. Na tunaamini kwa sababu ya radhi zao kwako na kwa mapenzi yako kwao, maneno yako pia yatatutia nguvu na kutuimarisha, na mzee wetu wapate afya na wagonjwa wote ili waweze kusimama nasi katika jambo hili. Mimi kwa sababu msemaji ni bosi wangu pia, sina maneno makubwa ya kusema. Kwa heshima na taadhima, nimeambiwa kwamba watu wanakutamani sana Sheikh Walidi uzungumze, watu wana shauku na wewe, tunakuwa wanakuona wengi kwenye YouTube na kwenye vile vitu vyako vile, vichwa viko viwili na nini. Sasa leo mtasikia live mwenyewe yuko na hairudiwi hii inshallah. Kwa heshima na taadhima, na kuombe uweze kuzungumza na hadhara hii ya wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Karibu, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala habibi sayyidina Muhammad salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lam wa la na'lam
وهو علام الغيوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, wazee wangu kiongozwa na sahib al-maqam Said Saleh na nyote watoto, wajukuu, vitukuu vya Habib Saleh, na kuliani kwangu namuona Said Muhammad, tumezoea kumuita Said Muhammad Badawi, mwalimu wangu na wengine wote. Nirudie kuamkia kwa maamkizi mema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybarin wa ta'limu Zaidin ba'dha ilmi al-fara'id. Wa ghayatul madhi fi ulaka ibtida'u laita shi'ri ma qalahu shu'ara'u. Habib al-Jufri ndo alianza maneno haya, akasema ni ajabu kutoka huku Kigamboni na kikasha chako ulijaza tende kisha ukazipeleka zawadi Madina. Umejifunga ukaokota tende zinazo limwa huko Kigamboni, sijui kama zipo, kisha ukazichundia ukazifunga, ukasema hizi nawapelekea ndugu zangu wa Madina. Sasa ni ajabu kubwa. Au ukashindwa kufanya hilo, ukaamua umtafute Zaid bin Thabit, afradhu hadhihi al-umma, ukamwambia hebu kani kufundishe mafungu 6 ya mirathi. Ndio hichi kituko kilichotokea leo hapa. Naitwa shekhe. Menikumbusha mtu mmoja anasema, alqabu mansibin fi ghairi mawdhi'ihi kalhirri yahki intifaka sawlatal asadi. Majina ya kupachika katika sehemu ambazo si zake sawa sawa na paka akajitutumua mfano wa simba. Sallu ala Muhammad. Mimi ni Walidi Al-Hadi Umar bin Salim bin Abdurrahman bin Umar, ambaye nasabu yangu ya uzawa ni hiyo, inakwenda huko mpaka inaishia kwa mtu mmoja anaitwa Kawambwa. Mimi sikumuona na sijui, lakini nadhani alikuwa Muislamu. Majina yetu sisi huko ni sawa, lakini na nasabu ya wiratha wa mwenendo ni hii. Niliwahi kusema kwamba mimi ndio mjukuu mkubwa wa Said Hussein Badawi. Labda Said Hassan hili ulijui, najua unalijua, lakini wengine huku huenda akawa hawajui. Mmesikia Said Umar bin Hudhari akisema alikuwa akija huku. Mimi nimekuja mara kadhaa nikiwa mdogo sana, hata ungo sijavunja mara nyingi, na wazee wangu huku hadhara hii, na ndiyo sehemu babangu akinileta hapa kunionyesha wazee wake wa kielimu. Huyu umemwona, huyu anaitwa Said Ali bin Ahmad al-Badawi, huyu ni kadha. Huyu umemwona, nimemwona babangu. Nani huyu? Anaitwa Said Ahmad bin Ahmad al-Badawi. Huyu umemwona. Watu wengi sana nimewaona huko, na alhamdulillah Said sahibul maqam, nikwambie fathi yangu mimi ilipatikana katika hadhara hii.
Kama leo naweza nikasimama mbele za watu na nikaweza kutamka japo aya moja kwa jongo, nafikiri lugha hiyo inafahamika kwa nyie, basi fathi yangu ilipatikana huko. Kwa sababu asante mzee wangu, kitu kikubwa alichokuwa akinipendea mimi na kunisaidia ni kunipeleka kwa kila mtu wa kweli anifanyie fatha. Mimi na al-akhi al-faqid Umar bin al-Hadi Umar rahimahullah, tudeni kaja mtu fulani anaambia al-habibi, hawa watu wako wafanyie dua. Na wazee wa zamani wale, baada ya dua lazima kutemee mache kichwani. Siku moja ndugu yangu yule alirudi nyumbani akamwambia mama, huyu anatuchukua tunaenda kutemewa mate na wazee wake. Kwa umetemewa mate sana, na yale mate ndio haya. Nashukuru Mwenyezi Mungu amenipa satwa, nimekuja tena hadhara hii na insha Allah sitoacha. Kwa sababu hadhara hii sikuja, nililetwa. Na leo maskini wote hawapo. Kwa hiyo kusimama kwangu sio kutoa mawaidha, ni taarifi hiyo, na kuja kwangu hapa ni tabarukan. Kama Abi Ayyub al-Ansar alivyorudi Madina na akafikia katika jiwe, Hisham bin Abdul Malik akamkataza, anachokifanya sicho. Alimwambiaje? Ataitu Rasulullah, ataitu an-nabiyya walam ati al-hajara. Kwamba niache nifanye ninayoyafanya kwa sababu nimemjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi huko nawajia babu zangu, natamka hivyo, babu zangu wa kielimu ndio walioasisi shughuli hii kwa miaka hiyo, na babangu wakati huo ni kijana mdogo na ndugu zake walikuwa wakija hapa. Ujio wangu ni kufuata ile Rabbi inni khiftul mawaliya min warai. Tuendelee mbele. Wakana timrati fahabili min ladunka waliya. Atafanyaje? Yarithuni wa yarithu min al yaquba waj'alhu rabbi radhiya. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.